Hii ni story nzuri sana kwa wewe ambaye unasumbuliwa na vidonda vya tumbo. Sikiliza story hii inayomhusu Mr. Juma ambaye aliteseka kwa muda mrefu na vidonda vya tumbo, ambaye alishindwa kufanya shughuli zake za. Juma alikuwa kijana mwenye ndoto kubwa, mchapakazi na mwenye bidii. Lakini kwa muda mrefu alikumbwa na mateso ya kimya kimya, vidonda vya tumbo vilivyomnyima raha ya maisha. Kila siku aliamka na maumivu makali, moto tumboni, kichefuchefu na wakati mwingine kutapika damu kidogo. Alijaribu kila dawa aliyoambiwa. Alitumia mitishamba, dawa za hospitali, hata zile za bei ghali kutoka maduka ya dawa. Lakini hali yake iliendelea kuwa mbaya. Aliwaona marafiki zake waliokuwa na hali kama yake wakipona. Aliona watu wakishuhudia mafanikio kwenye makundi ya WhatsApp na Facebook. Lakini kwake, kila siku ilikuwa kama adhabu mpya. Alianza kujiuliza, kwani mimi ni nani? Kwa nini mimi siponi? Sehemu ya 2. Kukata tamaa. Siku moja alijikuta amekaa peke yake sebuleni, machozi yakimtoka kimya kimya. Alikuwa ameacha kazi kwa sababu ya maumivu. Chakula kilikuwa adui wake. Rafiki zake walimtenga. Hakukuwa na tumaini. Hali yake ya kiakili ilidhoofika sana. Alianza kufikiria kama maisha yake yalikuwa yamekwisha. Alikuwa kivuli cha yule Juma wa zamani aliyekuwa mwenye furaha na matumaini. Sehemu ya 3. Mtaa wa tumaini mpya. Wakati akiwa kwenye hali ya mwisho ya kukata tamaa, dada yake mdogo alimletea kijikaratasi kilichoandikwa, jiko lako ndio afya yako, huduma ya mtaalamu Bellam. Alipigwa na butwa. Alikuwa amesikia jina hilo lakini hakuwahi kulichukulia kwa uzito. Hali yake ilimlazimisha kujaribu kwa mara ya mwisho. Alijisemea, naenda tu, kama siponi basi nimemaliza. Sehemu ya 4. Mabadiliko ya kweli. Alipokutana na Bellam, alikuta mtu wa tofauti. Si daktari wa kawaida. Huyu alikuwa msikilizaji, mshauri na mlezi wa afya. Bellam hakumpatia dawa kwanza, bali alimuuliza, unafanya nini jikoni kwako? Juma alijibu kwa aibu, napenda sana chips, samaki wa kukaanga, chai na mkate kila asubuhi. Bellam alitabasamu, kisha akasema maneno aliyoyakumbuka siku zote, jiko lako ndio afya yako. Usipobadilika jikoni, hata dawa hazitafanya kazi. Juma alianza safari mpya. Alifundishwa kula vyakula vya asili, kupunguza mafuta, kula kwa ratiba, kunywa maji ya uvuguvugu na kuondoa msongo wa mawazo. Kila hatua aliyopewa aliifuata kwa nidhamu, ingawa mwanzoni ilikuwa ngumu sana. Sehemu ya 5. Ushindi na tumaini jipya. Miezi 2 baadaye, Juma aliamka siku moja bila maumivu. Aliweza kula ugali na mboga za majani bila kuhisi kichefuchefu. Alitembea bila kushika tumbo. Alianza kurudi kazini. Alirudisha furaha ya maisha. Sasa alikuwa anashuhudia wengine wakipitia alichopitia, na alikuwa na jibu moja kwao. Kabla hujatumia dawa yoyote, angalia jiko lako. Ndiyo dawa ya kwanza. Nimepona kwa kauli hiyo, na leo ninaishi maisha mapya. Ujumbe kwa wenye vidonda vya tumbo: usikate tamaa. Si kila safari huwa fupi. Jifunze mwili wako, sikiliza chakula chako, na tafuta msaada sahihi. Kama Juma alivyoamini tena kupitia Bellam, nawe pia unaweza kupona. Jiko lako ndilo afya yako. Haya, niambie umejifunza nini kupitia hii story? Umejifunza nini kupitia hiyo story ya Mr. Juma? Niandikia comment hapo chini hapo. Lakini usisahau kulike, usisahau kushare pamoja na kusubscribe.